Hello, habari. Karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ya Miracles Center. Basi pale tulipoishia ndipo tunapoendelea. Mr. Singer alijikuta sasa anaanza kulazimisha kuingia ndani ili kwenda kujionea. Mama Derek naye hakukubali hicho kitu kitokee. Yaani iligeuka vita kali kati ya Mama Derek na Mr. Singer. Ugomvi ule wa Mr. Singer na mkewe ulifanya watu wajazane pale nyumbani kujua tatizo ni lipi. Huyu mwanamke wa hovyo bwana. Tena wa hovyo kweli. Mimi kuna mtu kanipigia simu kuniambia kwamba hali ya mwanangu sio nzuri. Sasa mimi nikaja hapa. Nimefika hapa nataka kuingia kwenda kumuona mwanangu ndani. Yeye hataki. Maana yeye ni sasa hivi anaona ana haki sana kuliko mimi ya kujua hali ya mwanangu. Mr. Singer alikuwa anaongea kwa jazba kweli. Ila watu wengi walionekana kwa upande wa Mama Derek kwa sababu bwana huyo alikuwa ameitelekeza familia yake kwa muda mrefu sana. Basi Mama Derek akiwa anaendelea na kujikakamua zake kwamba hakuna Mr. Singer kuingia ndani, mara simu yake iliita pale. Aliacha kugombana na yule bwana na akaanza kuipokea, lakini kwenye simu yake ilikuwa ni namba mpya. Basi akasikia kwenye simu. Anaambiwa mruhusu aingie, wewe usiseme chochote na wala usilie wala usishtuke. Na waambie na wanao wasilie wala wasishtuke. Basi hayo ndo maneno ambayo Mama Derek aliyasikia mara baada ya kupokea simu. Kama alivyoambiwa, Mama Derek alikaa mbali, ilibidi awe mpole. Akakaa kabisa pembeni. Basi Mr. Derek aliingia ndani na baada ya dakika kama 3 alitoka huku uso akiwa ameukunja. Huyu mwanamke wa hovyo kweli. Yaani mwanangu kafa alafu yeye anaficha. Yaani hataki kujua, hataki hata tujue. Maana yake nini sasa? Mr. Derek huyo sasa anaanza kusema. Basi wale wenye roho nyepesi walianza kuingia mle ndani. Mama Derek alikuwa amekaa wakaona kabisa Derek kwamba amefariki na afya yake. Ila kila mtu alikuwa anashangaa Mama Derek na watoto wake, nyuso zao zilikuwa kavu kabisa. Walikuwa hata hawalii kabisa na wala walikuwa hawajishughulishi na chochote. Basi Mr. Singer naye alikuwa haelewi kipi cha kufanya. Maana anashangaa nini kinafanya familia yake wasilie wakati wamefiwa. Yaani alijikuta anapata wasiwasi kweli. Masaa yalizidi kusogea huku Mr. Singer akiwa anasisitiza kwamba mwanawe lazima azikwe siku hiyo. Na kweli pale nyumbani kwa Mama Derek watu walikuwa wamejazana. Mama Derek alionekana kuwa kakaa tu, amekaa bure kama kawaida yake. Amekaa wala hataki kujishughulisha na chochote, anaendelea na shughuli zake tu. Alionekana yuko busy na mambo yake, huku akiwa anajishughulisha na mambo yake. Basi msiba pia hata watoto wake nao walikuwa hivyo, tena waliamua kuondoka kabisa wakaenda kuzurula huko barabarani. Watu wenye hasira walimfuata Mama Derek wenye busara, wakamuuliza kwa maneno ya busara, kwani ni nini tatizo? Ila jibu alilowajibu ni kwamba mwanae huyo hajafa, ila yule aliyekufa kule ndani ni mtoto wa Mr. Singer. Yeye Derek wake bado yuko hai. Majibu yale yalimfanya Mr. Singer macho yamtoke na kuanza kupata wasiwasi na mashaka juu ya kile alichokuwa amekifanya. Kila mtu pale msibani alishangaa kwa maneno yale ambayo Mama Derek alikuwa amemjibu. Basi mazishi yalifanyika na watu walianza kutawanyika pale msibani kwa sababu waliona haina maana mtu ambaye walikuwa wamekuja kumfariji yuko busy na mambo mengine. Basi Mama Derek akaulizwa, Mama Derek, umepatwa na nini? Yaani mtoto kafariki, hata kulia huli, na ndio kwanza ulikuwa unaficha kifo chake. Mr. Singer sasa uvumilivu ulimshinda, aliamua kumuuliza Mama Derek. Yaani hapo bwana huyo ndio ilikuwa kama vile amejikoroga, alijuta kuuliza lile swali. Basi Mama Derek akamwambia, sikiliza wewe mwanaume. Huyo mlie mzika nyie
ni mtoto wako wewe. Ila Dereki wangu mimi bado hajafa, yuko hai. Subiri, itakushangaza. Wewe si umezoea kuwachukua wanangu msokole ili ukafaidi maisha na yule kinyago wako. Sasa awamu hii, yani ninakwambia hivi, umenoa na mwanangu utamtapika. Basi mama Derek ni kama vile alikuwa ametoa nyongo. Watu wote ambao walikuwa wamesalia pale nyumbani walibaki wakishangazwa na maneno ya mama Derek, huku wengine wakiwa wanashangilia kichini chini. Maana ilikuwa sio kificho kwamba yule Mr. Singa ndo alikuwa muhusika wa vifo vya wanawe, na ila bado tu alikuwa bado hajakamatwa. Basi masaa yalizidi kusogea pale nyumbani. Mama Derek aliwatimua watu wote, hata majirani ambao walikuwa wanataka walale tena kumfariji pale kama mfiwa. Yeye maneno yake yalikuwa ni yale yale kwamba mimi sijafiwa, japokuwa alikuwa na wasiwasi mno. Basi muda ukaendelea. Kama saa 4 usiku hivi sasa, mama Derek na wanawe wakiwa wamekaa kinyonge kabisa, mara binti Velina alifika akiwa kashika kikopo kikubwa hivi. Kopo lile ambalo alikuwa analo mkononi haijulikani amelitoa wapi. Basi akasema, sikiliza, usiku huu Mr. Singa na mkewe watakuja kumhamisha mwanao na kumpeleka kwao. Sasa sikiliza, chukueni hii dawa, nenda kamwagie kwenye kaburi ambalo huyo mwanao kazikwa. Halafu baada ya hapo mwaga hii dawa kuzunguka ile nyumba yote. Kila kitakachotokea asubuhi ndio uhalisia wenyewe. Nafanyeni hivyo kabla wao hawajafika hapo nyumbani, maana mkichelewa ndio itakuwa basi tena. Na mkifanya hivyo, laleni, msishangae wala msihangaike kuona nini kitatokea usiku. Hata kama mtasikia sauti yoyote nje, wala msiamke. Basi baada ya Velina kuwakabidhi dawa hiyo, hayo na maneno hayo ambayo alikuwa amewaambia, baada ya hapo aliondoka na kurudi zake shule. Dakika ile ile mama Derek na watoto wake walifanya kama walivyoambiwa. Walienda makaburini. Baada ya hapo walirudi na kumwaga dawa ile kuzunguka pale nyumba yao, na kisha wakalala. Mama Derek hakupata hata lepe la usingizi, yaani mapigo ya moyo yalikuwa yanamuenda kasi mno. Ukiwa ni usiku wa manane sasa, mida ya kama saa 8 hivi, mama Derek akiwa kalala alisikia sauti nje na aliitambua vema ile sauti. Ilikuwa inasema, Derek, 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 njoo mwanangu. Hiyo ilikuwa ni sauti ya mama Derek alikuwa akisikia. Ilikuwa ni sauti ya Mr. Singa kutoka nje. Basi hiyo sauti alishangaa, ikamfanya mama Derek anyanyuke pale kitandani, huku mwili wake wote ukiwa unatetemeka. Bali alikuwa ni sauti hiyo, alikaanza kuifuata. Anataka afuate kule ilikokuwa inatokea. Basi akasikia, naam, nakuja. Hiyo ni sauti iliyokuwa inatokea mle ndani sasa, na ilifanya mama Derek asimame kitandani akiwa anataka kutoka, maana ilikuwa ni sauti ya kijana wake Derek. Ila mama Derek alipokumbuka maneno ya Velina, alilala tena na kujifunika gubi, huku kijasho chembamba kikiwa kinamtoka, maana baada ya hapo ni vishindo tu alikuwa anavisikia nje huko. Basi hakika siku hiyo ilikuwa ni miongoni mwa siku za kuweka kumbukumbu kwa mama Derek. Yaani mpaka inafika asubuhi, mama huyo hakupata hata lepe la usingizi. Basi kulipokucha, hapo ndo ilipokuwa maajabu ya dunia. Mr. Singa alikutwa nje ya nyumba ya mama Derek akiwa na mkewe mama Vini, huku wamevaa nguo za ndani wakiwa wamemshika mkono Derek. Ni watu wachache waliweza kuona, ila kwa jinsi taarifa ambazo zilikuwa zinasambaa kwa kasi, ndani ya masaa machache, dakika chache tu, pale nyumbani kwa mama Derek tayari yalibaki ni mafuriko ya watu. Hakika siku hiyo Mr. Singa alitambua, yaani alikuwa amekamatwa live kwenye tukio. Basi wananchi wa ule mtaa, kwa hasira ambayo walikuwa wanayo juu ya yule mtu na vitendo ambavyo walikuwa wanaifanyia familia yake, ni kama siku hiyo yani waliamua kupunguza hasira zao. Yaani Mr. Singa na mkewe huyo walipigwa kipigo ambacho hajawahi akiwezi kuelezeka.
Yaani Mr. Singer jicho moja lilitoka pale pale. Na huku meno yake ya mbele yote yalimwagika na kudondoka chini. Basi akasema mchawi hatakiwi kuachwa aishi. Basi lazima tumchome moto. Mchawi hatakiwi kuishi. Kuna jamaa sasa alikuwa akiliviringisha tairi kubwa la trekta, akalifikisha mpaka pale, huku anaongea kwa mizuka. Bahati nzuri Mr. Singer kabla hajachomwa moto yeye na mkewe, askari polisi walifika pale, huku ikiwa haijulikani mtu aliyepiga simu polisi ni nani. Yaani mabomu ya machozi yalipigwa eneo lile, basi kila mtu aliingia njia yake anayojua yeye. Mr. Singer hali yake ilikuwa mbaya, yeye na mkewe walibebwa na kukimbizwa hospitali. Watu walishangaa na kushuhudia kijana Derek akiwa ni mzima kabisa. Yaani na yeye alikuwa anashangaa zile taarifa za kwamba yeye alikuwa amezikwa. Basi walienda kufukua ile sehemu ambako ilikuwa amezikwa. Walikuta ni gogo tu liko ndani ya jeneza. Siku hiyo hata wale wasioamini mambo ya uchawi waliamini, maana ilikuwa ni siku ya mambo ya kushangaza, yani ni story ya ajabu. Basi siku zilizidi kusogea, huku Velina akiwa yupo shuleni, akiwa anajifanya kama vile hajui kinachoendelea mtaani. Wiki 2 zilipita. Mr. Singer na mkewe walipona vyema kabisa, ila ndo walikuwa na ngeu kila sehemu. Huku Mr. Singer kabakiwa na jicho moja tu, halafu meno yake ya mbele yote hamna. Basi kwa kuwa ile kesi yao ilionekana kuwa haina kichwa wala miguu, waliruhusiwa tu kurudi nyumbani. Basi wakakaa kama mwezi mmoja hivi, miezi 2, Mr. Singer na mkewe walikuwa hawatoki ndani kwa sababu ya ile aibu. Waliona aibu sana, waliaibika. Aibu walioipata ilikuwa si ya mfano, ila kutokana na kuvunja baadhi ya masharti ya utajiri wao. Utajiri wao ule ulianza kupungua, na kilichokuwa kinatakiwa pale ni kutoa kafara nyingine ili mambo yale yaendelee. Basi mke wake akasema, Baba Vini, mimi naona tumtoe tu Velina, kwa sababu hakuna atakayetuhoji. Ujue tukirudi kwa yule mwanamke awamu hii tutakufa. Maana inaonekana tayari yule mwanamke ameshapata dawa. Kwa vile mtaalamu alituambia kwamba tunaweza tukatoa kafara hii hapa tutakayoitoa saa hizi itakuwa ni kafara ya mwisho. Basi mimi naona tumtoe tu Velina. Basi huo ulikuwa ni ushauri wa Mama Vini. Na Bwana Singer yeye alikuwa hapingi ovyo ovyo ushauri wa mke wake. Yaani alikuwa anaona kila ushauri anaopewa na yule Mama Vini ni mzuri tu. Basi ni kweli walikubaliana kumfanya Velina sasa kuwa msukule, na kwa kuwa mwezi mmoja ulikuwa umebakia shule ifunge, walikubaliana kusubiria huo mwezi upite, akifunga shule tu. Basi siku nazo hazigandi. Ni kweli mwezi mmoja ulipita, Velina alirudi nyumbani kipindi cha likizo, huku mtoto Vini naye akiwa karudi nyumbani likizo hiyo hiyo. Basi kama walivyokuwa wamekubaliana mke na mume, walifanya mambo yao, kutega mitambo yao sasa, ili mradi tu Velina waweze kumchukua. Basi ila kwa uwezo wa binti Velina, kabla hata hawajaseti kombora lao, yeye alikuwa kaona kila kitu. Alikuwa katambua kwamba anatakiwa achukuliwe msukule. Basi Velina alibakia kucheka tu. Mama Vini kila kitu tayari, na itakapofika asubuhi Velina atakuwa kashafariki. Kwa hiyo msiba huu itabidi uwe wa kimya kimya, au wapewe taarifa watu wachache tu kuepuka taharuki. Hayo yalikuwa ni maneno ya Mr. Singer, huku akiwa anaamini kufika asubuhi Velina atakuwa kafariki, ila mkewe hilo wazo alilipinga. Na yeye alikuwa anataka msiba uwe mkubwa, ili mradi yani wasishtukiwe, maana wakifanya msiba wa siri ndio ingekuwa rahisi sasa kushtukiwa. Kama kawaida mawazo ya Mama Vini ndio yalikuwa yanapita mbele ya Mr. Singer. Kwa hiyo walikubaliana kwamba Velina akifa basi waweze kuweka msiba mkubwa. Basi binti Velina akiwa chumbani kwake alikuwa anasikia mazungumzo ya wawili wale. Yaani uwezo ambao alikuwa nao Velina
alikuwa anaweza akasikia watu wakizungumza hata wakiwa umbali wa kilomita 1. Basi masaa yalizidi kusogea, hatimaye asubuhi ilifika. Huku Mr. Singer akiwa anajiandaa kuanza kupiga simu sasa kwa watu muhimu kuhusu kufiwa na mwanae. Na Mr. Singer alikuwa anaamini Velina tayari habari yake ishakwisha huko. Kilichobaki ni kwenda kuzika. Basi muda huo mama Vivi naye ndio kwanza alikuwa kaamka. Sasa kaenda kumwangalia binti Velina na kifo gani kitakuwa kimempata. Maana uhakika wa kwamba atakuwa amekufa walikuwa wanao 100%. Basi muda huo mama Vini ndo alikuwa ameamka akaenda. Kwanza mshangao ulianza baada ya mama Vini kufika sebuleni. Alikuta pamesafishwa vizuri. Kufungua kinywa kimepikwa vizuri, kimewekwa pale. Na kila kitu kimepangwa kwenye mpangilio mzuri. Akashangaa, nani tena kafanya hivi? Kwanza kwamba Vini ndo kaanza kujitambua mpaka afanye hivi. Mama Vini alianza kujiuliza maswali. Akasikia, mama shikamo. Vipi, chai tayari, baba yuko wapi? Mama Vini akiwa anajiuliza maswali, mara alishtushwa na sauti ile ya Velina. Tena akiwa anaonekana akichangamka mno. Yaani kwa mshangao ambao mama Vini alikuwa nao, hata ile salamu ya Velina alishindwa kuitikia. Mama Vini alirudi chumbani akiwa na hema, huku jicho likiwa juu. Baba Vini, una uhakika jana ulifanya mambo yakawa? Au una uhakika mbona Velina yupo? Na tena yuko na afya yake tele kabisa. Na amepika chai kila kitu. Imekuwaje sasa? Baada ya mama Velina kurudi chumbani, alimuuliza mkewe swali ambalo lilifanya Mr. Singer atoke na kwenda sebuleni kujishuhudia. Velina, vipi unajisikiaje? Mwili uko vyema kabisa. Hakuna panapouma. Basi Mr. Singer alijikuta anaanza kuuliza maswali ambayo hayana kichwa wala miguu. Na yote hiyo ilikuwa ni kutokana na kuchanganyikiwa. Yaani kwa kitendo cha Velina kutokufa kilifanya waanze kujishtukia na kumchukia ghafla binti yule. Ule upendo wao wote ulipotea kuanzia siku hiyo. Yaani Mr. Singer alikuwa anaona Velina kawaharibia kweli kutokufa. Basi mama Vini, sikiliza. Awamu hii tutaseti tena mitambo. Asipokufa basi ujue kuna jambo. Inabidi turudi tena kule kijijini kwa mtaalam kujua kipi kinaendelea. Basi haya yalikuwa maneno ya Mr. Singer. Siku hiyo wakiwa wamekaa na mkewe chumbani wanajadili kipi cha kufanya. Basi wawili wale walikubaliana kuseti tena bomu kwa ajili ya binti Velina. Waone kama itagoma au italipuka. Kama kawaida, baada ya siku 2, Mr. Singer na mkewe walifanya mchezo wao tena, ambapo walikuwa wameshajitengenezea kabisa kwa mganga wao. Baada ya hapo, ilikuwa ni ishara kwamba tayari lile kombora limekubali kwenda kufanya kazi kule na litaonekana. Masaa yalizidi kusogea, hatimaye ilifika usiku. Huku Mr. Singer na mkewe wakiwa wanasubiria hata kusikia kelele labda Velina akiwa anaumwa. Basi ikiwa ni mida ya saa 6 usiku, Mr. Singer alisikia sauti ya mtoto analia. Ila kilichomshtua ilikuwa ni sauti ya Vini. Tena akiwa anaita mama kwa taabu sana. Yaani alikuwa anaumwa mno. Mtoto alikuwa yuko kwenye hali mbaya ambayo kweli yaani ilikuwa ni mbaya. Baada ya kufika Mr. Singer na mkewe, kwanza walitazamana. Baada ya hapo kwa pamoja walitoka na kwenda kwenye chumba cha Velina. Walimkuta binti huyo akiwa kakaa anajisomea. Hana hata dalili ya kuumwa. Macho yakiwa yamewatoka, waliondoka ndani ya chumba bila hata kumzungumza na chochote na yule mtoto Velina. Wakaondoka tena mpaka kwenye chumba cha kijana wao. Basi baba Vini, una uhakika ulichokifanya mchana
kilikuwa kinalenga kwa Velina na ulimtaja jina lake kabisa? Mama Vini akiwa anamtikisa mwanae alimuuliza mumewe. Basi Mama Vini, hata mimi sielewi. Unaniuliza nini wakati na wewe ulikuwepo? Na ulikuwa unaona kabisa kila kitu kinachofanyika. Mimi sielewi hili imekuwaje. Mr. Singer alikuwa kachanganyikiwa isivyo kawaida. Basi wawili wale walikubaliana muda ule ule wamkimbiza kijana wao mpaka kule kijijini, kule ambako mganga wao ndipo alipo. Mbali na hilo wala hawakujali kwa umbali ule. Basi usiku huo huo Mr. Singer aliwasha gari na safari ilianza. Yaani siku hiyo gari la Mr. Singer lilimkoma bwana huyo. Yaani alikuwa analiendesha mpaka anatamani kupaa juu. Mida ya alfajiri ndo walifika nyumbani kwa mtaalamu wao yule, na walimkuta bado hajaamka. Kwanza walimuamsha tena wakiwa kama wanajazba hivi. Baada ya hapo walimuelezea kila kitu kilivyokuwa. Basi baada ya mtaalamu huyo kuamka, mtaalamu yule aliwaambia waingie kwenye kilenge chake kile ili waone tatizo liko wapi. Na tayari muda huo kijana Vini alikuwa anaonekana kazima, yani kafariki, na alikuwa kaanza kupoa kabisa. Kwenye rada zangu naambiwa kuna kitu hakiko sawa. Na naona wingu kubwa sana jeusi mbele yangu. Nadhani haya matatizo yatakuwa yapo pale pale nyumbani kwenu. Na ndio maana hili limetokea. Haya yalikuwa ni maelezo ya yule mganga. Basi mganga, achana na hizo heka yote. Nataka mwanangu arudi na apone. Mr. Singer akiwa kapaniki aliongea. Sikiliza, uwezo wa kumrudisha msukule mimi sina. Ninao tu wa kumfanya mtu wa msukule. Lakini kusema arudi, hapana sina. Kwa kuwa hii ndio ilikuwa kafara yenu na ndio kafara ya mwisho, acha iwe kafara hivyo hivyo. Basi mganga yule aliongea kiwepesi kabisa. Ila Mr. Singer alikwenda isivyo kawaida. Alikasirika isivyo kawaida. Yaani mpaka mganga yule alikubali kumrudisha yule kijana wao kwenye hali ya kawaida. Basi akasema, mganga yule kwanza uwezo wa kumrudisha msukule alikuwa nao vizuri kabisa. Na hilo Mr. Singer na mkewe walikuwa wanalijua. Ila siku hiyo ni kama vile ilishindikana. Yaani yule mganga alitumia njia zake zote, lakini kijana yule Vini ndio kwanza alikuwa anazidi kupoa kabisa. Basi hivi mmesema pale kwenu, nyumbani kwenu pale kuna mtu ambaye mnakaa naye pale ambaye mlimtoa kafara, ndio ikashindikana, ikatokea kwa kijana wenu, si ndio? Mganga baada ya kuuliza kuona maji yanamzidi unga, sasa alianza kuuliza maswali mengine mara mbili. Akasema ndio, kuna binti hivi uwaga tunakaa naye pale nyumbani. Mr. Singer sasa huyo anasema, basi huyo binti ndio kasababisha kila kitu, na huyo ndio aliyegeuza kafara yenu na kumfanyia kijana wenu. Na siku zote kafara za kugeuza au za bahati mbaya kama hizi uwaga ni ngumu mno kumrudisha. Hata muende kuzimu, huyo kijana wenu sidhani kama atarudi. Hayo yalikuwa ni maneno ya mganga ambayo yalifanya Mr. Singer amkwide tena. Yaani unataka kutuchezea mchezo, sio? Yaani umefanya wewe alafu unataka umuingizie binti mdogo yule ambaye tunakaa naye pale nyumbani, kwamba ndio kafanya yeye vile? Hapana, Mr. Singer alikuwa hakubali. Basi mimi akasema, mimi sina cha kuwasaidia zaidi, naomba muondoke hapa, nisije nikawafanya na nyinyi kitu kibaya mkanilaumu. Yule mganga sasa akiwa kakuidwa hivyo na Mr. Singer alitoa onyo, ila Mr. Singer alionekana hasira zake zote ziko juu mno. Basi katika mazingira yale ya kutatanisha, yule mtaalam alileta nyuki eneo lote lile. Mr. Singer na mke wake waliondoka bila kupenda. Yaani kwa mziki ule wa nyuki ilibakia kidogo tu wasahau gari lao. Mr. Singer na mkewe walirudi huku vichwa vikiwa chini. Ila hasira zote walikuwa wamezielekeza kwa Velina sasa. Yaani walikuwa wameanza kama vile, yani ndio wameona yule ndio chanzo sasa.
Basi baada ya kufika tu nyumbani, Mama Vini alimuita Velina tena kwa hasira kubwa. Basi baada ya Velina kufika sebleni bila hata kuuliza, alianza kuchezea kipigo. Velina, naomba mwanangu arudi. Mwanangu arudi. Inakuwaje mwanangu afe na sio wewe? Mama Velina alianza kuongea kama ana kichaa hivi. Sikiliza, mkiendelea kunipiga, msukule yenu mlioifungia mle ndani naenda kutoa na kila mtu atajua. Velina baada ya uvumilivu kumshinda, aliamua kutikisa kiberiti. Kwanza Mr. Singa na mke wake walitazamana huku wakiwa wanamshangaa. Velina, unasemaje? Misukule ipi wewe ambao umeiona na umeiona wapi? Mr. Singa jicho likiwa limemtoka, aliuliza tena kwa mshangao. Sikiliza, kama uliweza kuwatoa watoto wako wengine misukule na haukuchanganyikiwa, kwa nini mtoto huyu uchanganyikiwe naye? Na yeye si atakuwa msukule kama walivyokuwa wenzake. Kwa hiyo mimi sioni haja ya kupanic. Labda niwaambie tu, kamwe mtoto huyu hawezi yani kwanza mimi siwezi kufa kwa kifo kinachosababishwa na binadamu, wala Mwenyezi Mungu tu ndio ataamua na kufa lini. Binti Velina siku hiyo aliamua kuwaonyesha sasa rangi yake halisi ikoje. Yaani alikuwa anaongea bila wasiwasi. Velina, wewe ndio umemuua Vini? Kwa hiyo wewe ndio umemuua Vini, si ndio? Mama Vini aliuliza huku mapigo ya moyo yakiwa yanaenda kasi. Akasema, mimi sijamuua mwanao, bali nimemgeuza tu. Kile mlichokuwa mlekituma kwangu nimekielekeza kwa mtoto wenu. Kwa hiyo sio cha kulaumiana hapa. Sioni mimi vya kulaumiana, Velina alijibu. Baada ya hapo aliondoka pale nyumbani. Mama Vini kwanza alizimia kwa pressure kupanda. Maana alikuwa hana kizazi tena. Alafu ndo ana mtoto mmoja tu yule. Na ndo alikuwa yani kama vile ndo jicho lake. Basi vilio vya pale nyumbani viliwashtua baadhi ya majirani. Pamoja na kwamba Mr. Singa alikuwa hataki watu wajue, akiwa anaamini kwa namna atafanya kuna namna fulani ambayo angeweza akafanya ili mwanae apone. Ila tayari taarifa za yeye kufiwa zilikuwa zishasambaa, na majirani baada ya kusikia vilio pale nyumbani ndio walikuwa wameshaanza kuthibitisha kabisa. Basi mtu ambaye alikuwa kasambaza taarifa alikuwa ni binti Velina mwenyewe, na wao walikuwa hawataki ijulikane. Basi hakika Mr. Singa na mkewe walikuwa wamepata pigo, yani yalikuwa ni machungu yasiyoelezeka. Watu maarufu mbalimbali walifika pale msibani kuja kumfariji tajiri huyo. Tayari japo tetesi zilikuwa zimezagaa kwamba wao ndio chanzo na ndio ilikuwa ukweli wenyewe. Basi mazishi yalifanyika. Zilipita siku 3 hivi. Huku pale nyumbani watu bado walikuwa wanaendelea kuomboleza msiba, na Velina naye alikuwa yuko pale nyumbani kama mtoto wa nyumbani. Mr. Singa alikuwa kashindwa namna ya kumtimua Velina kutokana na watu ambao walikuwa wapo pale nyumbani msibani. Basi wiki moja ilipita huku msiba ukiwa ushaisha. Hapo sasa Mr. Singa ndio alianza kuonyesha vita ya wazi kwa binti Velina. Yaani Mr. Singa hakumtimua Velina pale nyumbani ili amalizane naye vizuri. Velina naye kwa kujiamini wala hakutaka kuondoka pale nyumbani. Basi siku hiyo Mr. Singa aliamua kumleta yule mganga kabisa pale nyumbani kwake pale, ili aje afanye mambo, ikiwezekana binti Velina naye achukuliwe msukule. Ni kweli mganga yule alifanya manyanga ambayo aliyajua, na aliwathibitishia Mr. Singa na mkewe kwamba Velina atakapoingia tu mle ndani basi habari yake kwisha. Mida ya jioni binti Velina alifika pale nyumbani kutokea kwenye kituo cha tuition ambako alikuwa ndo katafutiwa na ili aweze kusaidia kufundisha masomo ya tuition wanafunzi wa kidato cha pili. Maana alikuwa na uwezo mkubwa. Baada ya Velina kuingia tu mle ndani, alihisi utofauti mkubwa mno. Kwanza mwili wake ulikuwa kama umepigwa na shot. Ghafla kichwa chake kikaanza kuuma mno.
Basi Velina akiwa anaugulia maumivu pale sebleni, mara Mr. Singer na mkewe walijitokeza. Huku mganga na vibuyu vyake naye alisogea pale sebleni, huku akiwa anataka anatikisa kwa mbwembwe kibuyu chake kile sasa. Basi Velina akaendelea kuugulia maumivu pale. Basi Velina, samahani kwa hili. Ulitakiwa uwe kufa na mwanangu ndo mzima. Ila sielewi mchezo gani ulifanya mwanangu akafa, wewe ukabaki mzima. Sasa leo inabidi tu na wewe uondoke. Mr. Singer akiwa kavaa roho ya kikatili na roho mbaya aliongea maneno ambayo yalifanya Velina ampige jicho kali mno. Basi masaa yalizidi kusogea, Velina alijivuta mpaka chumbani kwake. Huku hali yake ikiwa sio nzuri, alienda kujilaza chumbani. Mganga alikuwa anajiona kapiga kazi kweli kweli, basi alikuwa anatamba sebule yote, huku akiwa anawathibitishia Mr. Singer kwamba Velina hatoboi mpaka asubuhi. Huyo atakufa tu. Chakula cha usiku kilipikwa. Mr. Singer na mkewe pamoja na yule mganga walikula kile chakula. Na huyu mganga akiwa anawathibitishia huku wale matajiri ya kwamba kila kitu kitaenda kuwa sawa. Basi muda wa kulala ulifika. Mganga alioneshwa chumba cha kulala. Masaa yalisogea, hatimaye asubuhi ilifika, huku Mr. Singer na mkewe wakiwa na matumaini ya kwamba Velina atakuwa kafa. Yaani siku hiyo Mama Vini aliwahi kuamka kuliko siku zote, huku akiwa na shauku ya kutaka kujua kipi kimemkuta Velina. Mama Vini alibaki kushika kichwa baada ya kufika sebleni. Akaangalia, akakuta Velina akiwa yuko bize pale sebleni kufanya usafi. Yaani alikuwa ni mzima wa afya yake. Haraka alirudi chumbani kumpasha taarifa mume wake. Unasemaje, Velina hajafa? Kwa hiyo yule mganga katuongopea, sio? Sasa subiri, leo ndo atajua mimi sina akili nzuri. Mr. Singer alipatwa na hasira, maana baada ya kuambiwa Velina hajafa. Basi Mr. Singer alitoka chumbani kwa hasira, huku lengo lake likiwa ni kwenda kumfanya mganga yule ndafu kwa kuwadanganya. Hakika Velina alikuwa sio binti wa kawaida. Baada ya Mr. Singer kufika kule chumbani ambako mganga alikuwa kalala, alimkuta mganga yule amekauka kabisa. Yaani alikuwa kafariki muda mrefu mpaka alikuwa kapoa. Basi Mr. Singer kijasho kikiwa kinamtoka, alienda mpaka sebleni. Alitulia kama dakika 2 huku akiwa kamkazia jicho Velina. Basi Velina akamwambia sasa, Mr. Singer anamwambia, Velina, naomba ubebe mabegi yako uondoke kwangu. Mr. Singer akiwa mkavu alitamka maneno ambayo yalifanya Velina aache kile alichokuwa anakifanya. Na wala binti huyo hakuleta ubishi. Aliingia chumbani kwake, alibeba begi lake na kuanza kutoka nje. Mtoto mwanga huyu sijawahi kuona tangu nizaliwe. Muone. Basi Mama Vini alimsindikiza Velina na maneno. Binti Velina aliamua kuondoka kistaarabu na hakutaka kujibizana nao kutokana na wema ambao walikuwa wamemfanyia na kumlea. Walikuwa wamemlea miaka kadhaa, ukumbuka. Japo walikuwa wanataka kumgeuza na kumfanya msukure tena. Basi Velina baada ya kutoka alienda kuomba hifadhi kwa mwalimu mmoja ambaye walikuwa wamezoeana sana, na mwalimu huyo alikuwa amemfundisha Velina vidato 4, kidato cha 4. Basi ni kweli mwalimu yule alimpokea vyema Velina pale kwake, na mwalimu huyo alikuwa ameoa mke, ila bado walikuwa hawana mtoto. Yaani Velina kitendo cha kuingia mle ndani tu aligundua kuna kitu hakiko sawa kabisa. Hii dunia ina maana asilimia kubwa ya watu ni wachawi hivi ama? Velina akiwa kakaa alijiuliza kimoyomoyo. Maana kwa uwezo wake alionao, aliona mle ndani hapafai. Basi Velina akaambiwa, karibu, jisikie hapo nyumbani. Wala usiwe na wasiwasi. Huyu ni mke wangu, kwa hiyo atakaa hapa.
na sisi. Velina akiwa anawaza, alishtushwa na maneno ya mwalimu yule. Teacher, mimi siwezi tena kukaa hapa kwako. Nashukuru. Velina baada ya kuona ile nyumba kwake haimfai, aliamua kuaga. Velina, kwani kuna tatizo? Mbona hivyo? Wakati ulisema umefukuzwa kwenu. Akasema, teacher, siwezi kukaa humu kwa sababu mkeo mchawi, tena kiongozi kabisa wa kundi la wachawi. Na mimi hapa napaona pazito kukaa. Kitu kingine, kwenye hii ndoa yako usitegemee kuja kupata mtoto, kwa sababu mkeo ashatoa sadaka kizazi chake, na usipokaa sawa, siku sio nyingi utatolewa sadaka wewe. Velina hakutaka kupepesa macho mbele ya mke wake, mke wa mwalimu yule, na mwalimu mwenyewe alifunguka maneno mazito ambayo yalifanya mwalimu amkazie macho. Hivi mme wangu, huyu mtoto umemtoa wapi? Mimi wa kutukano mchawi kweli? We binti wewe, we mchawi nini? Nakuuliza mimi mchawi? Nakuuliza mimi mchawi? Mke wa mwalimu yule alianza kuongea tena kwa jazba, huku anaendelea kumuuliza na huku anaendelea kujiuliza. Akasema, ndiyo wewe ni mchawi, kwani uongo? Velina kwa kujiamini kabisa alijibu. Velina, kama huwezi kukaa hapa, basi ondoka kwa ustaarabu tu, ila sio kwa kumtukana mke wangu. Mwalimu yule aliongea kwa kumtetea mkewe, ila tayari moyoni mwake kuna kitu alikuwa ameshakijenga, maana na yeye alikuwa hamuelewi mkewe kwenye baadhi ya pigo zake. Ila wazo la kwamba mkewe anaweza kuwa mchawi alikuwa bado hajawahi kufikiria. Basi Velina aliondoka pale nyumbani kwa mwalimu wake huyo, huku nyuma sasa akiwa kaacha mke wa mwalimu analia kwa kugaririshwa, kudhalilishwa pale. Basi mwalimu yule baada ya Velina kuondoka, na yeye alitoka muda ule ule na kuanza kumkimbilia Velina nyuma. Basi naomba tuishie hapa kwa leo. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho. Karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ya Miracle's Daughter. Hapo tutaendelea kujua nini kilifuata baada ya yule mwalimu wake kumkimbilia Velina. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho. Kwaheri.